Bwansu bw'omugusi omurubuli okubwatya nigo kuligirariwa n'ebigori byonsi. Hello good people, this is Everlife, the only show that is saving lives, and thank you for your support. Tuzidi kufanya hii kazi ya Mungu pamoja. Personally, I'm very happy. Tunazidi kutembea Kenya nzima. Nakumbuka there's a time tulikuwa kule sehemu za Narok. Upita Kisii Narok hapa Nakuru. Unapita Kisii unaingia Narok ile side nyingine. Wow, amazing. And this is what we are doing. My name is Dr. Joseph Mureni. Na leo tuko Tharaka Nithi County, Chuka Sub-County. Na tumeenda kutembelea a young man, 26 years old, Githinji. Githinji alianzia ni kama pimple. Na saizi ugonjwa umezidi zaidi. Amefanya surgery 2. Na pia nafaa kurudi kufanya surgery nyingine. Pesa ziliisha. Single mom. Hana kazi stable. Nafanya vibarua pale nyumbani. Alituita pia tuje tushirikiane saidie Githinji ili afanywe hii surgery ya 3. Na kama Everlife tunazidi kufanya kazi ya Mungu pamoja. Na sisi we live hoping for the best. Sisi, we know that God is in control. We do our part ya kuachia Mungu. Na leo, wacha tumena Githinji. Githinji hakujitakia kuwa penye yako leo. Watu ugonjwa ilikuja na sasa anahitaji usaidizi wetu. But for now, wacha tusikize hadithi ya hii familia, the challenges we are going through. Have you ever been discouraged or felt lifeless due to the actions or words from someone close? Maurice knows this feeling all too well. Watu siku hizi wanasema hii ugonjwa yangu si kawaida. Kuna wengine wanasema ni laana. Wengine tu wanasema ni kama na roho. Hadi sasa hiyo ndio inafanya nisitokee kwa watu. Wengine kuna mtu mwingine wiki iliyopita alinitembelea, lakini alipokuwa anaondoka aliacha ameniumiza moyo. Kwa kuwa alisema ameenda kutafuta suluhu mzuri ya ndio anaona hiyo mchanga hapa kwangu ni mgumu wa kuchimba kaburi, akatafute suluhu mzuri. Napitia changamoto nyingi sana kwa sababu ya hii ugonjwa. Kwa kuwa hadi kazi yenye nilikuwa nafanya, nilikuwa nimemaliza kusomea ufundi wa stima. Saizi siwezi fanya chochote. Huwa nashinda tu nyumbani kwa sababu hadi kutembea yenyewe inaumiza. Uchungu kwa kichwa. Hadi wakati mwingine mimi
tu na karibu ni nashindwa mbona Mungu anafanya nipitie haya. Kwa kukula siwezi kukula kwa sababu hii pande yote kutafuna iwezi juu ya maumivu. Kwa kitanda siwezi kulala vizuri. Ako na uzungu mwingi sana, hata kukula nashindwa. Na mimi sina pesa ya kumnunulia vitu vile anaweza kukula kama mauji, majiwa, vitu hii ya kukunywa hiyo. Ndio anaweza kutumia sana. Sasa naomba usaidizi kwa wale wananisikia. Mimi nimeshindwa nifanye nini? Sina pesa na mtoto amerudi tena kulala kwa nyumba. Analala siku nzima, nashinda huko na tunashinda na yeye hapa. Nashindwa nimfanye nini? Niko peke yangu. Nimeshindwa na maisha. Nashindwa nifanye nini? Sasa tusaidieni mimi kama mnaweza. Wakati mwingine huwa maumivu yanakuwa makali sana sana nyakati za usiku. Ndio wakati mmoja nimewahi fikiria kujitoa uhai sababu mashine ilikuwa kali. Ndio sasa nashindwa hadi kulala juu usiku ndio maumivu inakuanga kali. Nilipewa hadi dawa za kufanya nipate usingizi ambazo hata wakati mwingine hazifanyi kazi. Hadi nikikunywa mawazo yananisonga hadi siwezi pata usingizi. Maumivu nayo nianza nakuanga huwa napitia uchungu mwingi sana. Huwa naumia sana. Natumianga types 3 za painkillers ambazo wakati mwingine hazifanyi kazi. Nakuwa safari ngumu sana kwangu katika maisha hizi siku tangu ugonjwa urudi mara ya 3. Mara ya kwanza hukuwa nashinda sana. Mara ya pili sikuwa napitia maumivu mengi. Lakini sasa saizi mara ya 3 maumivu ni makali. Ndio anafanya nasikia vibaya sana. Naanza andika kujilaumu. Maurice has lost many friends who do not understand his illness and therefore do not want to be associated with him. He spends most of his time at home alone or with his mother. Nimekuwa anapitia changamoto ya mawazo sababu sasa hadi marafiki wamenipotea. Nashindanga tu hapa nyumbani peke yangu mimi na mama yangu. Marafiki walinipotea, hawanitembelei hadi nashindanga tu na upweke tu. Sasa ndio nashindwa mbona niyapitie haya. Wale wengine wanasema nimerogwa. Huwa inaniumiza sana. Na wenye hadi huwa wananiambia ni laana. Huwa pia inaniumiza sana kwa moyo. Sababu
naamini ni ugonjwa tu kama kawaida, lakini wao wako na maono yao ya kuwa si ugonjwa, mazingaombwe. Huwa inaniumiza moyo sana. Hapa nyumbani mimi, mama na mjukuu wake tunapitia changamoto ngumu sana. Kwanza sasa mimi siwezi fanya chochote, ndio wakati mwingine inabidi wao wanalala njaa. Kuna watu walianja kumsaidia kuombaomba pesa ndio apelekwe hospitali. Wakaomba pesa kwa makanisa na wakaenda kupigwa picha. Hiyo pesa ikaisha, wakafanya harambee. Sasa hiyo pesa ya harambee ndio tunaenda nayo kwa Kenyatta Hospital, na tumeenda Kenyatta mara 8, na saa hiyo pesa imeisha. Sasa sijui itakuwa aje, sababu asina pesa ingine na ni pesa ya kusaidiwa na watu, na mimi hakuna kitu niko nayo. Kwangu sina ng'ombe, sina mbuzi, sina kitu. Bwanangu alikufa 2015 na mchichana yangu wa kwanza alikufa 2010, akaniachia mtoto. Na mimi ni mtu wa vibarua.